Kauli inaweza ikavuruga ofisi. Kauli inaweza ikafanya watu wachukiane. Kauli tu, kauli inaweza ikavunja ndoa. Kauli inaweza ikajenga ndoa, inaweza ikamnyong'onyesha mtu. Kauli inaweza ikaharibu biashara, inaweza ikafukuza watu wawe ndugu zako. Kauli inaweza ikawafukuza. Kauli inaweza ikawafanya watu wasije kwenye biashara yako kwa sababu tu ya vile ambavyo unaongea. Sura huwa ina uwezo wa kuongea. Ninapofanya hivi mikono, naongea kitu fulani. Neno letu la leo, nani kasema? Nani kasema? Nguvu ya kauli inategemea nani kasema. Je, ni mchungaji? Je, ni nabii? Je, ni mganga? Je, ni mchawi? Je, ni shetani? Je, ni pesa? Je, ni jirani? Ana nafasi gani au ana renki gani katika maisha yako? Mfano, kwenye mke na mume, nikiongea mimi kati ya Tito na mkewe, kauli yangu haiwezi ikawa na nguvu, labda iwe ya kishirikina. Who said so? Nani kasema? Mwalimu akikwambia wewe ukifeli mtihani na kurudisha nyumbani, tofauti na mimi kama mzazi nikisema ukifeli mtihani na kurudisha nyumbani. Nani kasema? Who said so? Kwa hiyo nguvu ya kauli inategemea na aliyeisema ni nani, na pia imesemwa kwenye eneo gani. Kauli imesemwa kwenye eneo gani? Je, ni kwenye madhabahu au kwenye kilinge cha kichawi? Kauli imenenwa wapi? Je, ni shuleni? Kauli hiyo imesemwa wapi? Ni katikati ya ndoa au imesemwa wapi? Kwa hiyo nguvu ya kauli inategemea imesemwa wapi, nani kasema. Bwana asifiwe sana. Kwa mfano, mtu anaweza akasema hautakaa ufanikiwe. Huyu mtu ni nani amesema? Na kasema katika mazingira gani? Kwa nini kasema? Ana nguvu gani? Mtu anaweza kusema maneno mengi tofauti tofauti. Mtu anaweza kukwambia tu kazi zako za ovyo. Tunaona inapomuua mtu na kumvunja moyo. Anamwambia mwanangu, umefeli.